Bwana, picha inaanza, tunamuona jamaa hapa akiwa kwenye gari yake kali na nini, lakini wakati anashuka kwenye gari yake kuna mzee mmoja akamfuata pale ghafla kabisa, lengo lake anataka msafishe viatu, na huyu jamaa kama mind kinoma noma. Huyu mchizi anaitwa Andrew na huyu mzee anaitwa mzee Julius, yuko busy hapa na nini, anaonekana mzee ambaye hali yake ni ngumu sana. Jamaa kama mind sana, Mr. Andrew kama mind kinoma noma kwamba kwa kile ambacho mzee anakifanya. Wewe vipi? Mbona kangaika unachafua vitu vyangu? Anambia mzee, anamwambia samahani mtoto wangu, mimi nataka tu nijaribu kuosha viatu japokuwa na mimi nipate japo kidogo, nipate walau hata chakula cha mchana nile. Hebu toka bwana, angalia usharibu viatu vyangu. Hebu ondoka bwana, toka hapa. Akamfukuza sana. Wakati anaingia kwenye ile gari na niambia, hebu njoo kwanza hapa. Shika viatu hivi, hebu tunza, kaa navyo. Siwezi kuvaa viatu kama hivi, ushaniharibia tali viatu vyangu. Unakujaje kunisafishia viatu bila kuniuliza? Niulize kwanza. Angalia sasa usharibu viatu vyangu kama hivi, viangalia viatu vya gharama namna hii. Akamind sana. Baadaye akampigia simu binti wake wa kazi anaitwa Sonia. Sonia kumpigia simu akampa maelekezo amletee viatu. Basi baada ya muda Sonia huyo akafika ndani ya gari ya jamaa, akafika akampatia viatu vyake. Sasa kumbe kuna namna ambavyo kumbe alimtumia message alete viatu ambavyo anapaswa kumletea, lakini akaita viatu tofauti. Akana mind, wewe vipi? Mimi ndio nimekuelekeza namna hiyo. Kama simu yako iko simu kutumia message, akamwambia simu mimi nimeacha nyumbani. Ndio maana unakosa fursa nyingi. Simu unapaswa utembee nayo mkononi. Akamfokea sana, jamani mtu fulani hivi wa kufoka. Mwisho siku akachukua viatu vyake pale na nini. Vile binti sasa Sonia akaondoka mdogo mdogo. Huku huyu mzee anamtazama kwa makini sana bibie Sonia. Baadaye Kadesoni anakatiza pale karibu na huyu mzee Julius, akamuita. Akamwambia, samahani madam, naomba kuuliza huyu jamaa ni nani yako? Sonia akakaa kama anashangaa kidogo, lakini akamwambia, nao huyu ni bosi wangu. Oh, bosi wako, okay. Vipi, kuna shida yoyote? Akamwambia, hapana, huyu ni mshikaji wangu, rafiki yangu, amekuwa rafiki yangu hapa na nini, nataka tu nifahamu. Okay, sasa kadiri Sonia anaongea naye, kuangalia chini, huyu mzee Julius kavaa viatu vya Andrew. Wakati mzee anaondoka zake taratibu anamwangalia. Sonia anazungumza peke yake. Yaani kwamba hivi Andrew anaweza akawa na moyo kumpa viatu vyake namna hii mzee huyu? Haiwezekani, huyu sio Andrew nayemjua. Hawezi kufanya vitu kama hivi. Huyu ni Sonia anajaribu kuzungumza peke yake kimtafakari kwamba Andrew anaweza kufanya wema kama huu kumpa viatu huyu mzee Julius kinamna hii. Haona kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu anamjua Andrew ni mtu fulani hivyo kashikashi gomba, ni mtu mwenye roho fulani hivi ambayo kama na roho fulani hivi ambayo sio sawa. Haya, bwana ingine tunaona huyu mzee pia wakiwa anatembea, mara akampamia jamaa mmoja huyu anaitwa Mike. Wakawa anampamia mzee, anaomba sana msamaha kuhusiana kile ambacho amekifanya, lakini Mike anamwambia okay, usijali, yani kuwa na amani kabisa, usijali, usiwe na wasiwasi kabisa mzee wangu. Kaambia, samahani mwanangu, sikuona, I'm very sorry for what I did. Haikuwa ridha yangu kufanya hivyo. Ambia mzee, it's okay, usijali, yani it's fine, don't worry, yani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo baada ya kuambia hivyo nini, mzee baadaye akapresent shida yake ambayo yuko nayo kwa jamaa Mr. Mike. Akamweleza, samahani, kama utaweza kunisaidia, mimi kwa bahati mbaya sijala toka jana unavyoona mpaka leo, unaona iko na maji haya, nimepata dakika 30 tu zilizopita na msamaria mwema mmoja hivi, kwa hiyo ninajisikia njaa, kama una chochote naomba unisaidie. Mike akasema, anyway, hebu ngoja nicheck, inawezekana pengine kana na hela kidogo hivi. Kutazama kweli alikuwa na kiasi kidogo cha fedha. Oh, samahani, basi sasa hivi na kiasi hiki, lakini next time nitakupa zaidi ya hiyo. Akamwambia, usijali kabisa, yani kuwa na amani, mimi inanitosha kabisa. Akamwambia, okay fine, poa. Wakachana seri kama hiyo. Wakati Mike ameingia kwenye gari yake, anakaa anafanya mishe zake, anamwona mzee akiwa anaongea na kuna mtoto mmoja kana kuja naelekea uelekeo wa mzee. Mzee anamwona mtoto kama anachemea, anamuuliza, wewe vipi, mamako yuko wapi? Anamaanisha kwa ishara ule pale, vipi, una shida gani? Umekula? Akamwambia, sijala. Una njaa? Basi anyway, nitakupa basi chakula kidogo. Wakati wa Mike yuko ndani ya gari yake, anatazama, anamuona ule mzee ambaye amemsaidia kwa kile kidogo ambacho amempa, kanunua chakula, anampa na huyu mtoto. Anaangalia situation na vitu kama hivyo, na baada hapo mzee anamsaidia mtoto. Haya, hapa tunamwona Mr. Mike akiwa na mama yake. Mama yake anaitwa Grace, sawa Kwa wanazungumza, Mike anashangaa, anamuuliza mama yake, unajua leo bwana nimekutana na mzee mmoja, alikuwa na shida. Wakati nampa hela kwa ajili ya kuchukua chakula, baada ya kununua chakula, naye mwisho wa siku pia akampa ule mtoto asiyokuwa na makazi, homeless kid. Shangaa, mzee yuko sawa kweli? Mama akasema, wao, huyu mzee ni mzuri sana, yani ana roho nzuri. Kama roho nzuri au upumbavu, ni ujinga huu. Yeye mwenyewe hapo alipo ana makazi yoyote, alafu tena hicho kidogo amechokipata nampatia pia mtoto. Huu ni ujinga. Tunaambiwa kwamba ndio tuwapende majirani zetu, lakini sio wasie kipaumbele katika mambo yetu. Kazungumza sana mamake, lakini alikuwa anajaribu kumshangaa namna ambavyo roho nzuri ya huyu bwana mkubwa au huyu mzee Julius ako nayo. Haya, hapa tunamwona siku nyingine tena, hata Mike akiwa zake barabarani akamkuta yule mzee Julius kama kawaida, unasalimiana, lakini baadaye akamuuliza, mzee, nikuulize kitu kwa nini umevaa hivyo viatu? Umevipata wapi? Vinaonekana viatu vya gharama sana. Akamwambia, kuna mtu mmoja bwana alinitupia viatu kwa hasira na nini, basi nikachukua ngavifaa. Sasa kwa nini umeamua kuvivaa? Kwa nini usingeviuza, ungepata hela moja nzuri sana kwa ajili ya kufanya mambo yako madogo? Mimi napendelea tu kuvaa. Mzee akajibu hivyo. Anyway, hasa wakati anaondoka mzee anamuuliza, vipi leo siwezi kupata chochote? Akamwambia, anyway, tutacheki itakavyokuwa.
Mr. Mike akaondoka zake kuingia nyumbani, akamuita zake bibi binti wa kazi Sonia huyu. Baada ya kumuita akamwelekeza unapika nini? Anyway, sawa, kwa chochote ambacho unapika basi utaongeza kiwango, sawa Sonia akauliza samani boss, labda kama naweza nikauliza kwa nini unataka uongeze? Akamwambia kwa sababu kuna rafiki yangu yuko nje hapo, nataka muongezee idadi. Sawa Okay, sawa. Mimi kwa kidogo najiwagia maji mara moja. Okay, sawa. Basi pale Sonia akanazungumza mwenyewe. Yani Mike akiniongelesha, akiongea na mimi ni mpaka najisikia kama mimi ni binadamu. Lakini akiongelesha Mr. Andrew, yani kama vile hajamaliza kuongea Mr. Andrew ni wewe hapa. Akamwambia wewe vipi? Unafanya nini eneo langu hapa? Mr. Mike aliniita. Alikuita sasa unafanya nini bado hujaondoka? Hebu ondoka hapa. Sawa. Akapata gugumizi, mara anataka kwenda upande wa Mike, anarudi mara anataka kwenda upande mwingine, mara baadaye kapata majibu bora ndio kwa upande wa Mike, ndio njia ya kutokea. Haya, siku nyingine tunamuona Mr. Andrew amerudi zake, anaangalia nguo zake na nini, anagundua nguo zake ni chafu. Anamuita kwa hasira kubwa sana bibi Sonia. We Sonia, njoo hapa. Vipi, mbona nguo zangu chafu hivi? Imekwaje? Akamgombeza sana, akamfokea sana Sonia kuhusiana nguo zake chafu na nini, lakini Sonia akabidi ajitetee kwamba yote yametokea kwa sababu alikuwa anajua pengine atampelekea mtu wa kusafisha nguo, lakini mwisho wa siku mtu wa kusafisha nguo amezingua. Kwa hiyo nisiende kwenye appointment ambayo tumepanga na wenzangu kwa ajili ya uzembe wako, si ndio? Sonia akomba sana msamaha, akamwambia samahani boss, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba kilichotokea hapa sikujua kama ingekuwa hivyo, nikajua kuna mtu wa kusafisha nguo angefanya hivyo, lakini kama ni hivyo, kwa sababu najua una nguo nyingi, naomba nisaidie kuchagulia nguo moja hapo ili uweze kuivaa. Hebu toka hapa muone kwanza. Umekuwa ni mzembe na wajabu kama mama yako mzazi. Sonia alivyoambiwa hivyo akajisikia vibaya sana, kwa sababu ametajwa jina la mama yake mzazi ambaye kwa sasa hivi kumbe ni marehemu. Vipi, unajisikia vibaya? Inakuuma Hiyo ndio imekugusa nilikwambia hivyo. Hebu nenda huko. Siku nyingine usirudie tena. Pumbavu mkubwa wewe. Kifupi Andrew ni kwamba ni mtu ambaye ana roho fulani hivi ambayo yani ana roho fulani ya kumtreat mtu vibaya kwa kila mtu ambaye anapita mbele yake. Kwa hiyo mwisho wa siku unaonekana hapa Sonia yuko zake nje, analia. Baadaye mama mzazi wa Andrew anatoka pale anamuuliza Sonia, shida gani? Akaficha, lakini baadaye akamwambia ukweli kuhusiana na jinsi ambavyo Andrew amemsema kuhusu mama yake ambaye kwa sasa ni marehemu. Basi akampa pole pale na nini, mama mzazi akampa pole Sonia kwa kile ambacho kimetokea, na baadaye akamwambia basi nitaongea na mwanangu. Baadaye tunamwona mama mzazi anazungumza na Andrew kwa kile ambacho amekifanya. Andrew anakuwa ni mbishi sana, anabasema mzungumza mambo kama hayo, unamwambia vitu kama hivyo. Unataka kumgombeza mtu, mgombeze yeye kama yeye. Unamhusisha mama yake, anahusika vipi? Haya, mama yake ni marehemu. Umemkumbusha mtu habari ya mama yake ambaye ni marehemu kwa muda mrefu. Inakuaje hapo? Akamwambia mimi sikujua kama mama yake ni marehemu. Unaona sasa? Yaani wewe uangalie, kisha panic unazungumza tu unaongea. Uangalie maneno yako unazungumza yanamgusa mtu kwa kiasi gani. Akamwambia mama, kwa hiyo unaanza kunikaripia kwa sababu ya huyo Sonia, si ndio? Akamwambia no, sikukaripii. Najaribu kukurekebisha kwa sababu uko sahihi. Akamwambia okay, umemaliza kuongea? Basi anyway, siku nyingine mwambie Sonia afanye vitu vyake kwa usahihi. Akaondoka zake akapita hivi. Jamani kiburi. Haya, jamaa kama kawaida yuko zake anaelekea zake ofisini, amekuta yule mzee ombaomba pale Mr. Julius. Akamuona amevaa viatu vyake. Akamwambia ni wewe umevaa viatu vyangu? Akamwambia lakini hivi viatu ulinitupia, umesahau? Akamwambia kwa hiyo wewe ulifanya makusudi ili uweze kuvaa viatu vyangu, si vya gharama, si ndio? Mimi hapana. Kwani mheshimiwa mimi nimefanya nini? Au pengine mimi nakukera sana ukiniona hapa. Unatamani kama nisingekuwa naishi, yani ningekuwa kabisa, hata ningekufa labda. Akamwambia ndio, ni bora hata ingekuwa hivyo. Yani bora hata ungekufa tu nisingekuona kabisa. Yani wewe ungekuwa uexist yani. Angalau ningekuwa sikuoni hapa, usingekuwa eneo langu la tukio, nisikuone kabisa yani. Mzee akamwambia basi sikiliza, siwezi kwenda popote mpaka nitakapokamilisha mission yangu. Mission yako? Mission yako wewe? Wewe maskini kabisa, una mission gani? Kwani wewe ni nani? Akamwambia mimi ni maskini wa kawaida sana, ombaomba. Sina mbele wala nyuma. Ndio mimi hapa. Sasa una issue gani hapo? Una mission gani? Akamwambia kwani ni lazima ujue kila kitu? Wewe ni Mungu. Kwa hiyo mzee akapita hivi akaondoka. Jamaa akashangaa lakini akachukulia poa. Mr. Julius. Kwa hiyo inavyoonekana mpaka sasa hivi kuna picha ambayo tunaipata, inawezekana huyu mzee ana mission yake. Huyu mzee inawezekana pengine si maskini ama ombaomba kama tunavyomtafakari, labda ana jambo lake, lakini hebu tuendelee kuangalia, inawezekana kuna jambo kwa huyu mzee. Haya, siku nyingine tena tunamuona mtu mzima Mike ama Michael akiwa yuko kitandani na umwa na homa kweli kweli, lakini mara baada ya muda mfupi anatokea mama yake mzazi na kumtazama, na mwisho wa siku kucheki hali yake ya homa ni kwamba Mike anaumwa kweli kweli. Akijaribu kumshika katika kichwa, Mike anashtuka, mama nasikia baridi, mikono yake baridi sana, unaniumiza. Kwa ni kama hayuko sawa sawa. Lakini huku upande wa pili tunaonyeshwa upande wake kwa Mr. Andrew. Anajaribu kumpigia simu Mike mdogo wake, lakini hapokei simu. Na huko ofisini kazi imejaa nyingi sana, kwa hiyo Andrew kama kichukia sana. Wakati mwingine sasa baadaye jioni anarudi nyumbani, anamkuta Mike, anamgombeza sana kwamba Mike, imekwaje mbona hujaje ofisini na kupigia simu utokee muda wote unalala tu? Akamwambia brother, hebu niache basi kidogo, mimi sijaje kwa sababu najisikia vibaya na naumwa. Sasa unaumwa kwa nini hujanipa taarifa yoyote? Hujatuma email, hujanitumia message yoyote, nitajuaje mimi nitaota? Mbona hujatuma message yoyote kujua kama wewe unaumwa? Mimi ningejuaje sasa? Kwa hiyo akamfokea sana Mike, akanamwambia basi brother, unaniumiza. Yaani hapa nimekaa niko vizuri, kwa hiyo kuja kwako wewe na makelele kichwa kinaanza kuniuma upya. Kama kwa hiyo ni makosa yangu mimi. Kwa kifupi wakawa wanagombana sana kati ya mtu
na ndugu yake. Kaambia lakini brother, mimi nilijua utaelewa tu kwa sababu najua nitakuelewesha. Ngambia wewe, tofautisha kati ya kazi na undugu. Nikiwa nyumbani mimi ni kaka yako, nikiwa ofisini mimi ni bosi wako. Jaribu kutofautisha. Basi walikoruzana sana pale, na mwisho wa siku mamake mzazi pia akamsikia jinsi ambavyo anakoruzana na mtoto wake. Kabidi mtoto wake amwambie sasa mtoto wake mwingine ambaye ni Andrew, akamwambia Andrew, huyu ni mdogo wako, ni ndugu yako, mbona unakuwa unamkaripia namna hiyo? Lazima uelewe. Akamwambia mama, tofautisha kati ya undugu na kazi, hapo ni kazini. Kwa mwisho wa siku ni kwamba lazima atoe taarifa, kama naumwa mimi nitajuaje? Akamwambia okay, najua amekosea na vitu kama hivyo, lakini toni yako unayotumia kumrekebisha sio toni nzuri. Akamwambia yes, lazima nimwambie hivyo kwa sababu mwisho wa siku mimi siwezi kufahamu, mimi ningejuaje? Sasa kuna kazi kibao pia hazijaenda na vitu kama hivyo, na nimeshamtumia tayari kuna barua nimwandikia, lazima ajibu maswali kwa nini hajatokea ofisini. Basi jamaa kaondoka zake. Tunaonyeshwa huku mama mzazi anamfuata pia Mike ama Michael kuongea naye kama bwana, hebu sikiliza Mike, japokuwa unaumwa lakini wewe kwa upande wako pia una makosa. Mimi mama, makosa yangu yako wapi? Na maana mimi nimekosea kuumwa. Akamwambia haina maana umekosea kuumwa, ilipaswa umpe taarifa ndugu yako. Akamwambia mimi nilijua ni brother wangu utanielewa. Akamwambia Mike, kosa lako ni hilo. Tofautisha kati ya undugu na kazi. Kazi ni kazi, undugu ni undugu, ni vitu viwili tofauti. Kwa jaribu kutofautisha hivyo. Kwa kifupi ni kwamba wewe umekosea. Chukua hiyo. Akamwambia okay sawa mama, nimekuelewa. Nimekosea. Sasa imagine, amesema utaniandikia barua nijibu maswali kwa nini sijatokea ofisini. Akamwambia ukipokea barua ijibu. Mwanza akaondoka. Haya ni baadhi tu ya matukio ambayo Mr. Andrew amekuwa akiyafanya hapa. Angalia sasa, wako mezani. Binti ameleta chakula. Kuleta chakula pale, kaita mayai na nini. Anamuuliza vipi? Mbona mayai yameungua? Akamwambia hapana. Mayai yaungua nimeyakaanga, lakini hayajaungua ndio jinsi ambavyo ulikuwa unataka ulivyonielekeza. Kwa hiyo sina haki ya kutaka kubadilisha ladha kama nataka. Akamwambia hapana boss, lakini ungenipa taarifa mapema ningefanya vile unavyotaka. Kwa hiyo sasa wewe unanipa order kwenye nyumba yangu, si ndio? Akamwambia hapana boss, sina maana hiyo. Akakataa chakula. Jamaa akamwambia okay, toa chakula chako, sitaki kuona tena. Sitaki kuona chakula, toa. Akamwambia sawa boss, najua kwa leo nimekosea sana, naomba nisamehe, lakini wakati mwingine nitajitahidi kadri niwezavyo nitengeneze kwa mujibu ambavyo utakavyonipa maelekezo yako. Lakini kwa leo nakuomba tafadhali mkuu, naomba upate kula. Akamwagia maji yale. Wazazi wako unakuwa unaongea sana. Watu wakawa wameshtuka pale, mama ameshtuka, Andrew ndio wake naye akashtuka. Andrew vipi? Jamaa kaondoka zake. Basi kwa upande wake Sonia akajisikia vibaya sana. Lakini alipoondoka Michael akasema akaona hapana, nahitaji kuzungumza na ndugu yangu. Wakati Andrew anatoka, Michael yuko nyuma. Akamwambia Andrew, hebu subiri kwanza. Akamwambia sitaki kuongea na wewe ofisini, mimi kuna mambo mengi. Akamwambia sikiliza Andrew, akamwambia na wewe ofisini kuna mambo mengi sasa hivi, nimetuma proposal yangu ameikataa, na sasa hivi ninavyozungumza ofisi yangu muda wote inaweza ikaanguka.